Pongali Business, Smart Business Tips. Biashara zilizofanya vizuri kwa mwaka 2025 ni kama hizi hapa. Hizi biashara zimefanya vizuri sana kwa mwaka 2025. Watu wamepiga mitonyo, watu wamepata fedha, watu wameendelea, watu wamepiga hatua. Kwa hiyo wewe kama mfanyabiashara au mtu ambao unatamani kuanzisha biashara mwaka 2026 au mwaka 2027, basi kaa tayari kupitia Pongoli Business Channel, utufuatilie, subscribe, comment na kulike kwamba ni biashara ipi unatamani kuanza nayo, ili tukupe mbinu namna gani ya kuanza na hiyo biashara. Biashara ya kwanza kabisa ambayo imefanya vizuri kwa mwaka 2025 ni biashara ya graphic design and printing. Hii ni biashara ya upigaji picha, utengenezaji wa posta, utengenezaji wa kadi, utengenezaji wa picha mbalimbali ambazo unazijua. Biashara hii kwa mwaka 2025 imebebwa sana na siasa kwa kwetu hapa Tanzania, lakini pia duniani. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo ni babu kubwa sana. Watu wengi wanatamani kufanya designing, wanatamani kuprinti. Kwa hiyo hii biashara ilifanya vizuri sana kwa mwaka 2025 kwa hapa kwetu Tanzania. Biashara nyingine tunasema ni event services, ambayo tunasema ni matukio mbalimbali. Ikiwa ni tukio la birthday, harusi, wengine na engagement, lakini kuna fundraising zimefanyika. Sasa hizi ni biashara ambayo imekuwa nzuri sana kwa sababu imekuwa haiishi. Kupitia vikundi, sasa hivi watu wana matukio mbalimbali. Mtu anaweza akawa na birthday hata miezi 10 yote. Ile mradi tu jina lake likifikiwa, basi anaandaa tukio. Kwa hiyo hii ni biashara babu kubwa ambayo watu wengi wamepata fedha. Kwa sababu unapokuwa na matukio kila wiki, maana yake wewe muuzaji wa vinywaji, basi utauza sana. Kwa maana yake hii biashara ni babu kubwa sana kwa mwaka 2025. Kwa hiyo nawe kama unatamani kwa mwaka 2026, basi fanya. Biashara nyingine ni teknolojia. Kwa sasa teknolojia inafanya vizuri zaidi kwa watu wanaohitaji kurahisishwa kazi. Watu wengi sasa hivi hawataki kuteseka, hawataki kujiumiza zaidi. Wanatumia teknolojia katika kutuma kila kitu kinachohitajika. Unahitaji si kufanya nini? Kwa hiyo watu wamerahisisha maisha. Kwa hiyo teknolojia imeenda zaidi. Kwa hiyo sasa masuala ya internet, masuala ya bando, masuala ya kutransfer pesa. Kwa sasa hivi watu hawabebi cash, wana transfer only money through bank, through Airtel Money na whatever. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo imefanya vizuri sana kwa mwaka 2025. Usiache kusubscribe na kulike na kucomment kupitia Pongoli Media. Now, biashara nyingine ya 4 ni vifaa vya ujenzi. Watu wengi wanajenga sana. Sijajua watu wametoa pesa, lakini watu wengi wanajenga. Kwa hiyo vifaa vya ujenzi ni biashara ambayo imefanya vizuri sana kwa maeneo mengi kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kama wewe ni unatamani kufungua biashara, basi biashara ya vifaa vya ujenzi inalipa. Na namna gani ya kuanza? Basi endelea kufuatilia Pongoli Business Channel na utajua zaidi. Lakini pia biashara nyingine ambayo ni babu kubwa kwa mwaka 2025 ilikuwa ni real estate. Watu wanataka mashamba, watu wanataka viwanja. Kulipia kidogo kidogo. Wengine mpaka wanakopesha sasa hivi kwamba unalipia 5%, baadaye unamalizia kidogo kidogo. Kwa hiyo hii ni biashara babu kubwa sana. Kwa hiyo kama una fedha yako, basi unaweza kawekeza huko, ukanunua mashamba, ukakata kama viwanja basi ukawauzia watu. Ni biashara ambayo imefanya vizuri sana kwa mwaka 2025. Lakini biashara nyingine ambayo haikuwa tu 2025 lakini miaka yote ni biashara ya pombe. Hii biashara haina msimu. Kwa mwaka 2025 imefanya vizuri sana. Sisemi kwamba watu wanalewa, lakini watu wanatumia vilevi. Kwa hiyo wewe kama unataka kufungua biashara na unataka utajirike haraka sana, fungua tu biashara yenye vinywaji vya vilevi, pombe, bia na kinywaji chochote kile ambacho unaona kabisa kwamba inaashiria pombe. Kwa hiyo hii biashara inafanya vizuri sana mtaani. Biashara nyingine ni urembo wa ngozi, cosmetics. Biashara hii inakuwa kwa kasi ya ajabu kwa sababu wanawake wa sasa hivi wanataka kupendeza, wanahitaji kung'ara kila muda. Ukiangalia kabisa sasa hivi watu wamehamia kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, wanakuwa live muda wote. Sasa kuwa na sura ngumu wakati makeup ipo, hapana. Kwa hiyo
hizi biashara za urembo na unadhifu ni biashara ambayo ilifanya vizuri sana kwa mwaka 2025. Kwa hata mwaka 2026 karibu ufungue biashara hii, itakusaidia sana. Biashara nyingine ni tunasema ni home appliances and decoration. Hii ni biashara ambayo ipo vizuri sana. Watu wengi sasa hivi wanatamani vifaa vya nyumbani vya kung'aa. Yaani nyumbani kuwepo ni kama vile paradise. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo ni nzuri sana ya mahitaji ya vifaa vya nyumbani, ikiwa ni makochi, ikiwa ni vitanda vyenye kung'aa. Tena sasa hivi vingine kwamba vinakuchaji hapo hapo. Kwa watu wameendelea kwamba hakuna haja ya kwenda kwenye switch ya ukuta, hapana. Hapa hapo kitandani unaweza kuchaji simu yako, lakini hapo hapo kwenye kitanda chako unaweza kumaliza kila kitu, ikiwa ni kupata huduma zote zinazohitajika, hasa masuala ya kuchaji na masuala ya mwanga. Huna haja kunyanyuka na kwenda kuzima hata, hapana. Kitanda chako kinaweza kawa ni mwanga kwenye room yako. Kwa hiyo ni biashara ambayo inafanya vizuri sana. Kwa wale ambao wako Dar es Salaam, maeneo ya Kioko, ndio yanayotengenezwa sana, ambayo ni furnitures. Nitakuja kufundisha kwamba ni maeneo gani bora sana kwa biashara hizi ambazo tunafundisha kwa sasa. Biashara nyingine ambayo imefanya vizuri sana kwa mwaka 2025 ni ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hii ufugaji wa kuku wa kienyeji unafanyika maeneo mengi sana. Inafanyika kwenye mikoa tofauti tofauti. Na ni biashara ambayo imekuwa kwa kasi kwa sababu ya uhitaji wa nyama. Watu wengi wanakula sana nyama. Watu wengi wana uhitaji wa matumizi ya nyama. Lakini pia imekuwa imezoeleka kwamba biashara ya ufugaji wa kuku wa kienyeji ni biashara ambayo kuku hawa wana faida kiafya. Ndio maana watu wengi wamekimbilia kule wakiamini kwamba broiler ina athari sana za kiafya, yaani kweli. Lakini sasa inafaa pia kwa asilimia kadhaa. Kwa hiyo ni biashara hii inalipa kwa njia ya mayai, inalipa kwa njia ya nyama. Kwa hiyo wewe uko kijijini, uko wapi, biashara hii ukiweza kufungua, anza na kuku hata 5, 10, 20, 30 mpaka utakapokuwa. Amini katika kidogo, baadaye utakuwa zaidi. Biashara ya mwisho kwa leo ambayo tunasema ni biashara ya uuzaji wa juisi za asili. Watu wengi wanapenda sana vitu vya asili kwa sababu ya masuala ya afya. Matunda ya moja kwa moja, unakamua chungwa, au unasaga kabisa matunda kwa wakati mmoja, basi unapata kabisa ambaye ipo shambani, kuliko kabisa kuchukua vile vya dukani ambavyo vimebi roasted, ambao unachukua tu embe aya Azam kutoka dukani moja kwa moja, fermented ile kama imeshatengenezwa imekaa sana, au aliyeko Mwanza anaipata hivyo hivyo alipo sawa sana aliyeko Dar es Salaam, lakini process ya utengenezaji huioni. Kwa hiyo watu wanapenda sana zile juisi za asili ambazo unakuta kabisa unaitengeneza hapo, unaiona kabisa mtu anakata matunda hapa anakamua basi anakupa. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo imekuwa na wahitaji wake ni wengi sana. Asante sana kwa kutazama. Usisahau kusubscribe